Mheshimiwa Rais, kabla sijasema neno lolote, naomba kwanza wananchi wangu wakushukuru. Wewe ndio umenifanya nimerudi katika afya yangu nzuri baada ya kuumwa kwa muda mrefu na kuniruhusu niende India mara 2. Mungu akubariki sana. Bila wewe hakukuwa na maji marefu. Shida yangu, Mheshimiwa Rais, katika jimbo letu la Korogwe vijijini tuna tatizo kubwa sana la ardhi. Mojawapo ni shamba ambalo limetelekezwa na Chavda zaidi ya miaka 30, halina ufumbuzi wa aina yoyote, na tumeshapeleka notisi na wananchi walikuwa wako pale, lakini mpaka leo hii halijatolewa ufumbuzi wa aina yoyote. Wananchi wanateseka, hawana mahali pa kulima, ardhi nyingi imechukuliwa na mashamba hayo ya mkonge hayaendelezwi. Mheshimiwa, naomba umbe tume ikague haya mashamba. Wanakuonyesha barabarani kwamba kumelimwa mkonge, lakini huko polini huko mashamba ni misitu. Wananchi wa kilima inakuwa ni vita kubwa kweli, wanasumbuliwa mno. Swala la pili ni maji. Hapa kwetu tuna shida kubwa sana ya maji, na wewe ni rafiki yangu, umenilea mwenyewe, umenisaidia sana mpaka leo nina afya nzuri. Chonde Mheshimiwa, naomba sana wasaidie wananchi wangu. Wanasema ni msikivu, na serikali ya awamu ya 5 ni sikivu sana. Swala la ardhi na maji na haya yaliyojitokeza kwa sisi wananchi kwa kuunga mkono jitihada zako Korogwe mjini na Korogwe vijijini, tumeamua kushirikiana na kamati ya ulinzi na usalama kwa kupitia mkuu wa wilaya. Tumechimba mashimo ya kujenga madarasa zaidi ya 260 Korogwe vijijini, madarasa 100 kwa Korogwe mjini kwa ndugu yangu Chatanda, na ofisi 70. Hii ni kukuunga mkono tu, hizi ni nguvu za wananchi. Najua wewe utatamka neno kwamba hata mabati kidogo ya kumalizia hizi ofisi na zile shule zetu, na wewe ni mtenda haki. Mungu atatusaidia. Asante sana Mheshimiwa Rais. Haya, mbunge mwingine wa Korogwe mjini naye awasalimu hapa, kwa sababu ndio tumeingia wilaya ya Korogwe. Kipenzi cha Watanzania, rais wetu Dr. John Magufuli. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kipenzi cha wananchi wa Tanzania hii, naomba nichukue nafasi kwanza kukushukuru kwa kuja kwenye mkoa wetu. Tunasema karibu, na ndugu yangu maji marefu ameshasema, lakini kwa kuwa unakuja kwangu, habari ya kwangu mimi nitaizungumza pale utakapokuja kutuzindulia ile stendi yetu. Karibu sana Mheshimiwa Rais, asante sana. Asante sana. Sasa nimekuja na mawaziri wawili hapa, ninaomba wawasalimu. Mheshimiwa Makamba na Mheshimiwa Waziri wa Afya Mwalimu. Mheshimiwa Makamba, ofisi ya makamu wa rais, njoo wasalimu hapa. Uwasalimu kinyumbani kwenu. Aungarume. Hapa Mheshimiwa, kuna wasukuma wengi hapa. Wamechanganyika na Wamasai. Halo! Rais Magufuli oye! Mheshimiwa Rais, sisi watu wa Tanga tunakukaribisha Tanga. Tunakupenda, tunakuunga mkono, tuko na wewe. Tuna imani Tanzania mpya inakuja chini ya uongozi wako. Kila Mtanzania atapata haki na atajisikia fahari kuwa Mtanzania chini ya Tanzania mpya unayojenga. Karibu sana Tanga. Ale oye! Mheshimiwa Waziri. Ale oye! Naongea kama mwanatanga, na mimi nakukaribisha tena Tanga, lakini sasa naongea kama waziri ulionipa dhamana ya kusimamia sekta ya afya. Nataka kuwaambia wanakorogwe, hamjakosea kumchagua Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli. Katika mwaka mmoja wa kwanza wa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi katika sekta ya afya, tumeongeza upatikanaji wa dawa. Halmashauri ya wilaya ya Korogwe ilikuwa na bajeti ya dawa milioni 90, lakini Mheshimiwa Magufuli ameipandisha mpaka shilingi milioni 372. Magufuli oye! Niseme nisiseme? Na kwa ajili ya hospitali ya Magunga mwaka 2015 bajeti ya dawa ilikuwa ni shilingi milioni 21 tu.
lakini chini ya Magufuli mwaka wa kwanza bajeti ya dawa kwa ajili ya hospitali ya wilaya ya Magunga imepanda kutoka shilingi milioni 21 mpaka shilingi milioni 105. Magufuli oye! Tumuunge mkono, tumuombee na tumtakie kila laheri katika kuwatumikia Watanzania wanyonge. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru sana. Korogwe oye! Ndugu zangu, nina viongozi wengi hapa. Nina mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Tanga, nina mkuu wa mkoa, nina wabunge wa Handeni, viongozi wako wengi tu Pangani, na wabunge wa kila aina hapa. Lakini kwa sababu nimepita tu kuwasalimu, nianze ndugu zangu kwa kuwashukuru. Nilisimama hapa nikakuta wakina mama wamejipanga hapa wengi na wakina baba, tena wakina mama wazuri wazuri tu, wote walikuwa weupe. Nikawa natamani nibaki hapa nisiendelee kwingine. Nikawaomba kura ndugu zangu, kwamba ninaomba kura zenu, nitakwenda kufanya kazi kwa ajili ya Watanzania wote. Wakati wa kupiga kura, ndugu zangu, mlinipa kura nyingi, na ndiyo maana nimesimama hapa niliposimamia kuwashukuru. Ninawashukuru sana, asanteni sana kwa kura zenu nyingi sana, asante sana. Ninawashukuru, ahadi yangu iko pale kwamba sitawaangusha. Nitasimama kwa upande wa Watanzania wanyonge siku zote, bila kubagua vyama vyenu, bila kubagua hata dini zenu. Kwangu mimi ninataka maendeleo, na maendeleo hayana chama. Uwe CCM wewe ni wangu tu, uwe Chadema wewe ni wangu tu, uwe Kafu wewe ni wangu tu, uwe huna chama wewe ni wangu tu, uwe hata ufikirii kuwa mwanachama wewe ni wangu tu, kwa sababu lengo langu kubwa mimi ni kuleta maendeleo. Lakini ni ukweli, mimi natokana na Chama cha Mapinduzi, na najua viongozi wazuri watatoka Chama cha Mapinduzi. Hale oye! Hale oye! Napenda kwanza leo nianze kwa kuwashukuru ninyi wananchi wa Hale na Korogwe kwa kujituma katika kuleta maendeleo yenu wenyewe. Hata Hale hapakuwa hivi siku ile napita nikiomba kura, lakini Korogwe pia haikuwa hivi. Na ninaomba ndugu zangu, nichukue nafasi hii hadharani kumshukuru sana mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya ya Korogwe. Anafanya kazi nzuri, anashirikiana na wananchi katika kujenga madarasa kwa bei ya chini, na ninafikiri wakuu wa wilaya wengine waje wajifunze pia Korogwe. Kwa hiyo mkimsikia huyu amepanda, wala msione wivu, na mimi nazungumza kwa dhati. Najua watu wa Korogwe hamtafurahi, lakini ni vizuri mtu apewe sifa hadharani. Mkuu wa wilaya huko wapi? Hebu njoo. Anafanya kazi vizuri, ni injinia anafanya kazi nzuri. Mimi kumsifia mtu huwa simsifii, lakini kwa dhamira yangu kutoka moyoni, unafanya kazi nzuri. Katika fedha zinazotumwa na TAMISEMI, yeye ameanzisha vikundi vya wananchi. Wananchi ndio wanashiriki katika kujenga yale madarasa kwa bei ya chini zaidi kuliko bei ambapo angewekwa kandarasi. Na ndiyo maana amejenga madarasa mengi kuliko zile fedha alizopewa, wakati wilaya zingine hawajengi madarasa ya namna hiyo. Kwa hiyo nakupongeza sana, sincerely, kutoka kwenye moyo. Na naona unakaa kipara kama kangu hivi, lakini nakupongeza, endelea hivyo hivyo. Mimi nina uhakika, na nataka nikueleze, kama pana nafasi zingine za juu, labda ubadilike leo. Na kueleza ukweli kutoka moyoni. Na bahati nzuri hata mkuu wako wa mkoa amekuasesi vizuri na amekusemea vizuri. Nalizungumza hili sasa, watani zangu mkitaka mumchukue akafanye huko kwenu huko ninyi wenyewe, lakini mimi ninamsifia hadharani kwa sababu amefanya kazi nzuri kwa kushirikiana na kamati ya ulinzi aliyonayo.
madasi na viongozi wengine katika wilaya ya Korogwe. Congratulations, hongera sana. Nimeanza kumpongeza huyu, maana yake sifa za huyu ni sifa zenu. Ni sifa za wana Korogwe wote, ni sifa za wabunge wote, ni sifa za wananchi. Mnapokuwa na kiongozi mzuri anayewatumikia wananchi, ni lazima tumshukuru. Unajua Watanzania tumezoea kuwa tunawasifu watu wakishakufa. Pengo lake halitazibika, kumbe mnaziba siku hiyo hiyo. Sasa nimeona nimsifie hapa hadharani bila kuficha. Lakini ndugu zangu wa Hale, mimi nawashukuru, mnafanya kazi nzuri. Ninajua changamoto zipo, lakini nataka niwahakikishie niko pamoja na ninyi. Nimeliona hilo shamba na nimeona magreda yako pembeni mwa barabara na yanalimalima sasa hivi. Nafikiri wamelima kwa sababu wameona napita hili barabara. Mimi huwa sidanganywi na wala sidanganyiki. Ninafahamu problem ya shamba hili la Chabda tangia nikiwa waziri wa ardhi, na bahati nzuri notice ya siku 90 imeshatolewa na ile notice imeshamalizika. Imemalizika mwezi huu, si ndio? Sasa hivi dokumenti zote ziko kwa kamishna wa ardhi. Kule Muheza nimeshafuta mashamba 5 yenye jumla ya hekta 14,000. Kwa sababu katika mkoa wa Tanga tatizo kubwa lilikuwa ni ardhi. Watu walikuwa wanakwenda wanachukua maeneo makubwa, wanakwenda kukopea pesa kwenye mabenki, mpaka wengine wamekopa kwenye mabenki ya nje, wakisingizia wanakwenda kuendeleza mashamba. Wanachofanya hawaendelezi mashamba, wanakwenda kufanya biashara zingine. Nataka mchezo wa namna hiyo ukome ndani ya wakati wangu. Lazima ukome na hawataendelea hivyo. Kwa hiyo katika mashamba yale ya Muheza ambayo nimeshayafuta, yanatengenezewa utaratibu. Percentage kubwa yatagawiwa wananchi. Mengine yatapangiwa mikakati maalum kwa ajili ya mkoa namna ya kuyaendeleza. Kwenye hili shamba la Hale ambalo notisi yake ya siku 90 imeshakwisha na dokumenti zimeshapelekwa kwa kamishna, sitaki nimsemee waziri wa ardhi na sitaki nimsemee kamishna, kwa sababu kwa mujibu wa sheria namba 4 ya mwaka 99 na sheria ya vijiji namba 5 ya mwaka 99 na sheria ya matumizi ya ardhi ya mwaka 2007, mimi ninasubiri dokumenti kuletewa na waziri, halafu mimi nafuta. Na katika mashamba yote yaliyoletwa kwangu kufutwa, hakuna shamba lililopona. Hakuna shamba lililopona. Kwa hiyo sitaki nianze mapema. Kwa vile limeshafika kwa kamishna wa ardhi, litaenda kwa waziri wa ardhi. Akishaniletea mimi ni kwa heri. Kwa hiyo tusubiri yale mapendekezo yatakayokuja kule. Kama yatakuja shamba lote liondoke, nitafuta. Kama yatakuja wanakata eneo wanampunguzia, kama na hekta kadhaa zibaki hekta chache, zingine zigawiwe kwa wananchi, mimi nitafanya hivyo. Ninajua hapa Hale mnapita karibu na mto na ninyi ni wakulima wazuri. Siwezi nikachaguliwa mimi rais wa Watanzania wanyonge, halafu wawe na shida ya kutafuta eneo la kulima wakati ninazungumza hapa kazi tu, mahali pa kufanizia kazi hakuna. Nitakuwa sio mimi. Kwa hiyo ninawaomba ndugu zangu wa Hale tusubiri. Mheshimiwa mbunge, naomba tulisubiri hili. Mwenyekiti wa CCM, naomba tulisubiri hili. Jibu lake litapatikana. Ila tusikate tamaa, tuendelee kufanya kazi. Haya mengine ya maji na kadhalika, ndugu zangu, sitaki niwaahidi sana leo. Ninafahamu katika wilaya ya Korogwe, Handeni na Muheza kuna mradi wa maji kutoka kwenye ufadhili wa serikali ya India. Ninafahamu pale Handeni kuna mradi unaendelea pale Mkata, na Muheza kuna mradi wa bilioni 2 unafanywa pale, lakini kuna mradi mwingine wa bilioni 30. Sijafahamu yale maji yatafika wapi. Nimeuona mto huko hapa jirani. Muniachie tulibebe hilo.
Ninyi ni tofauti zaidi na wale ambao hata mto haupo. Nataka niwaeleze ule ukweli, na Tanzania hii ni kubwa, lakini kwa sababu limeelezwa, ngoja tushughulikie hili swala la shamba. Hili la maji nalo tulibebe kama changamoto ya mimi na viongozi wenzangu. La umeme tumeanza kutawanya maeneo mbalimbali, na umeme mwingine unatokea hapa hapa. Ninachotaka kuahidi ndugu zangu wa Hale, niko pamoja na ninyi. Niko pamoja na ninyi, na ninachowaomba mshirikiane na viongozi hawa. Mna viongozi wazuri. Ndiyo maana nimewatolea mfano tu wa mkuu wa wilaya. Lakini mna mkuu wa mkoa mzuri, mna madasi wazuri, mna watendaji wazuri, mna mbunge wazuri, na chama changu kizuri. Nataka niwaahidi tuko pamoja na ninyi. Mliponichagua wakati ule nasimama hapa, watoto walikuwa wakienda shuleni wanarudishwa kwa sababu ya ada na karo. Nimeingia madarakani, sasa watoto wetu wanasoma kuanzia darasa la kwanza mpaka sekondari. Hakuna ada ya shule. Tunafanya haya kwa malengo makubwa ya kusaidia vijana wetu waweze kusoma. Tunayafanya haya kwa kutimiza malengo makubwa kwamba watoto wetu lazima wapate elimu. Na ndiyo maana idadi ya wanafunzi imeongezeka. Kwa mwaka juzi tulipofuta tu ada za shule, wanafunzi wameongezeka kutoka 1,000,000 mpaka 1,150,000 waliojiandikisha. Na bahati nzuri kwa sasa hivi tuna mipango mikubwa zaidi. Tumeanza kushughulikia na watumishi hewa zaidi ya 19,000 tumewafuta. Tumehangaika na watumishi ambao hawana vyeti zaidi ya 10,000. Mwaka huu tumetangaza nafasi za 50,000 za wafanyakazi mbalimbali watakaoajiriwa, kuanzia walimu, madaktari, manesi na kadhalika. Lakini promotion na increment za wafanyakazi zote zitaanza moja kwa moja ambazo zilikuwa zimesimama. Tulisimamisha kwa lengo moja tu, kwa sababu tusije tukatoa promotion kwa watumishi hewa. Kwa sababu tungetoa promotion hata waliokuwa hewa ambao ni 19,000. Tunafanya hivyo ili kuimold Tanzania iende kwenye direction ya kweli. Na ndiyo maana ndugu zangu tunajitahidi sana hata kutumbua majipu. Sio kwamba mimi napenda mno kutumbua majipu, kwa sababu mengine yana usaa unaonuka sana. Lakini inanibidi nifanye hivyo kwa manufaa ya Watanzania. Ni kazi mbaya ya kutumbua majipu. Unaweza ukatumbua lingine likakutumbukia hata kwenye mdomo. Lakini kwa sababu ni lazima nitumbue, ni lazima nifanye hivyo kwa manufaa ya Watanzania. Tunataka Tanzania nzuri. Mmemsikia Mheshimiwa Waziri hapa. Bajeti ya afya imeongezeka kutoka milioni 20 hadi milioni 150 kwenye hospitali tu ya hapa. Ukijumlisha kwenye hospitali zote, bajeti ya madawa imeongezeka kutoka bilioni 31 mpaka bilioni 156. Tunafanya hivyo kwa ajili ya Watanzania wote. Tunataka tuwe na Tanzania njema. Sisi hatukuumbwa kwa ajili ya kuwa wasindikizaji wa watu. Tumeumbwa kwa ajili ya kuwa na Tanzania yenye neema. Na ndiyo maana katika utumbuaji sijali hata kama ni mzungu. Wako wazungu waliokuwa wamezoea kutumbua dhahabu yetu. Nimeamua kuwatumbua bila aibu, ili kusudi tutengeneze rasilimali za Watanzania. Mwizi ni mwizi tu. Anaweza akawa mzungu, anaweza akawa CCM, anaweza akawa Chadema, anaweza akawa CUF, anaweza akawa hana chama. Tunachotaka tutengeneze Tanzania mpya kwa ajili ya Watanzania wote. Ndugu zangu, niko pamoja na ninyi. Nimesimama kuwashukuru, asanteni sana. Nataka niwaahidi sitawaangusha. Kwa ndugu zangu wafanyakazi wa Korogwe, endeleeni kufanya kazi. Fanyeni kazi, maslahi yenu tutayazingatia. Tuko pamoja na ninyi, mnafanya kazi.